Inda nchini Romania, mkuu Vlad wa damu alikuwa ameolewa kwa furaha na mke wake Elizabeth. Kama ishara ya upendo wao, Vlad alimpa Elizabeth boksi dogo la muziki. Siku moja, muda wao wa faragha ulikatizwa ghafla pale Knights, askari wa kifalme walipomvuta Vlad kwa nguvu kwa sababu walimhitaji vitani. Nchi ilikuwa kwenye vita, na kwa kuwa adui alikuwa akikaribia, Vlad aliwaamuru watu wake wampeleke Elizabeth kwenye kasri jingine kwa usalama kabla hajaondoka. Vlad alipata baraka kutoka kwa Papa na akaomba ulinzi mtakatifu kwa ajili ya mke wake akiwa msituni. Elizabeth alipokuwa akisindikizwa kuelekea eneo jipya, kwa bahati mbaya askari wa adui alikuwa amejificha kwenye miti, na mara moja aliwaua walinzi wawili kwa mishale ya haraka. Walinzi wengine walijiandaa kupigana na wakamwamuru Elizabeth aende mbele haraka. Nje ya msitu, Vlad alivunja mapipa kadhaa ya mafuta na kuwasha moto mkubwa uliounda mstari wa moto uliolizuia jeshi la adui. Vita vikali vilianza, na muda mfupi baadaye askari wa pande zote mbili walikuwa wakifa kila mahali. Hata hivyo, jeshi la Vlad lilikuwa na faida kubwa kwa sababu ya ustadi na ushirikiano wao mzuri. Walipigana kwa bidii na wakashinda vita. Muda mfupi baadaye, Vlad na jeshi lake walijitokeza mbele ya mfalme wa adui, wakiwa wamechukua vichwa vya maadui wao na kuvitundika kwenye mikuki. Tukio hilo lilikatizwa ghafla Vlad alipojulishwa kuhusu shambulio dhidi ya mke wake. Mara moja aliondoka kumtafuta. Wakati huo huo, Elizabeth alikuwa akipanda farasi kwa kasi kubwa, huku askari wa adui wakimfuata. Eneo hilo lilijulikana kama msitu wa mbwa mwitu, na lilikuwa limejaa mitego ya dubu iliyofichwa chini ya theluji. Askari wawili waliangukia kwenye mitego hiyo. Elizabeth aliweza kuikwepa mingi, lakini kwa bahati mbaya farasi wake naye akaangukia kwenye mtego, akamwangusha chini. Hilo liliwapa adui nafasi ya kumzingira. Elizabeth, akiwa makini, alijaribu kusogea huku akichunguza mitego kwa upanga wake, lakini kwa masikitiko naye mwenyewe alikanyaga mtego. Wakati huo Vlad aliwasili, lakini farasi wake pia aliangukia kwenye mtego wa dubu. Vlad aliendelea kwa miguu na akapambana na askari wawili wa adui, akawaua haraka. Vlad alitupa upanga wake ili kumuua askari aliyekuwa anamkaribia Elizabeth, lakini kwa bahati mbaya upanga huo ulimchoma Elizabeth pia. Vlad akiwa analia kwa uchungu, alimkumbatia Elizabeth. Elizabeth alifariki muda mfupi baadaye. Vlad alikwenda tena kumwona Papa, akamlaumu kwa kushindwa kumlinda mke wake, licha ya Vlad kuua watu wengi kwa jina la Mungu. Aliomba Elizabeth arudishwe kwa muujiza, jambo ambalo Papa alisema haliwezekani. Akiwa na hasira kali, Vlad alimuua Papa kwa msalaba, akasema hatamfuata Mungu tena isipokuwa Elizabeth arudishwe. Ghafla, upepo mkali ulianza kuvuma ndani ya kanisa, na sanamu ya Yesu ilianza kulia machozi ya damu. Vlad alionekana kujivunia, huku wanaume wake wakiwa na hofu wakimvuta kumtoa nje ya kanisa. Miaka 400 baadaye nchini Ufaransa, kasisi mmoja alitembelea hospitali ya wagonjwa wa akili. Alielezwa kuwa kulikuwa na kesi nyeti sana iliyokuwa ikimhangaisha hata malkia wa Uingereza. Walitembea kupitia sehemu za hospitali ambako wagonjwa wengi walikuwa wakifanya fujo, huku madaktari wakiwavuta kwa ukatili. Hatimaye walifika kwenye mlango wa chuma uliowapeleka kwenye handaki linaloelekea kwenye chumba kilichofungwa. Ndani, Maria alikuwa amefungwa kwa minyororo. Alikuwa mwanamke wa Kiitaliano, mchumba wa mpwa mkubwa wa malkia. Alipopinga kanisa, harusi ilifanyika kwenye mali ya familia, lakini bwana harusi alimleta askofu kubariki ndoa. Maria alipomwona askofu, alipatwa na histeria kali. Rekodi zilionyesha kuwa Maria alizaliwa mwaka 1729, jambo ambalo halikuwezekana kwani ilimaanisha alikuwa na umri wa miaka 63. Umri wake na mzio wake kwa vitu vitakatifu uliwafanya wanaume hao kujiuliza kama alikuwa kiumbe wa shetani. Maria alipoamka aliwazomea. Kasisi alimchunguza uso wake na kugundua meno yake, akahitimisha kuwa alikuwa vampire. Alieleza kuwa yeye ndiye vampire wa kwanza aliyewahi kukamatwa akiwa hai, na kwamba vampire wanaweza kutoka mchana lakini mwanga wa jua wa moja kwa moja huwachoma. Ili kuthibitisha, alifungua dirisha na ngozi ya Maria ilianza kuungua. Alipoinua msalaba mbele ya uso wake, msalaba uliwaka moto. Kisha akamkata kidole msaidizi wake Simon, akamdondoshea matone ya damu mdomoni mwa Maria ili amlazimishe kushirikiana. Kasisi alikagua shingo yake na kugundua alama za kuumwa. Akaeleza kuwa kanisa limekuwa likipambana na vampire kwa karne nyingi, lakini bado hawajampata yule wa kwanza. Maria, akiwa na kiu ya damu, alimtaja bwana wake mkuu atakayekuja mjini kumtafuta malkia wake. Wakati huo huo, Jonathan, mwanasheria, alikuwa akisafiri usiku kupitia msitu. Ghafla dereva wa gari la farasi alisimamisha safari na kumwambia kuwa hawezi kuendelea mbele zaidi kwa sababu mbwa mwitu wangetoka muda wowote. Akamwacha Jonathan njiani akiwa na mizigo yake, tochi na msalaba. Jonathan aliendelea na safari kwa miguu, akiwazuia mbwa mwitu kwa kutumia tochi. Hatimaye, alifika kwenye kasri kubwa sana. Alipoingia ndani, lango lilijifunga lenyewe nyuma yake.
Mlango mwingine ulifunguka na kujifunga wenyewe, ukimruhusu Jonathan kuingia kwenye chumba. Alimwona mtu amesimama kwenye roshani, lakini akafifia ghafla kwa mwanga wa radi. Jonathan alishtuka pale mzee mmoja alipojitokeza nyuma yake. Mzee huyo alitupa tochi pembeni na kuwasha taa kabla ya kujitambulisha kama Mkuu Vlad, anayejulikana pia kama Count Dracula. Waliketi mezani. Jonathan alifurahia chakula kitamu kilichokuwa mezani, lakini Dracula hakula chochote. Kwa ishara moja ya mkono, Dracula alituma sahani ikiteleza kuelekea Jonathan. Jonathan alidhani ni hila tu. Jonathan alipokuwa akitafuta makaratasi kwenye begi lake, Dracula aliua panya kwa uma, akaubinya kwa mkono wake mwenyewe, akamimina damu yake kwenye kikombe na akaunywa. Jonathan akaeleza kuwa kaunti aliyokuwa akiwasilisha ilikuwa na nia ya kununua Abbey ya zamani huko Paris, inayomilikiwa na Dracula, ili kuibadilisha iwe hospitali. Jonathan alipodondosha msalaba kwa bahati mbaya, Dracula alimuuliza kama ni muumini. Jonathan akajibu kuwa hapana, na akaeleza kuwa dereva wa gari la farasi ndiye aliyempa msalaba huo. Kwa ishara nyingine ya mkono, Dracula akautupa msalaba motoni. Kisha akamshitua Jonathan kwa kujitokeza ghafla pembeni yake na kusema kuwa ni wakati wa kulala. Jonathan alipopelekwa chumbani kwake, Dracula alimwambia asijaribu kutoka nje usiku. Baada ya hapo, Dracula alirudi kwenye chumba cha kulia chakula na akapiga muziki. Kabla hajaondoka, alimwamuru Gargoyle amlinde Jonathan. Akiwa chumbani, Jonathan alipata kitabu na kuanza kukisoma. Kilikuwa kinaelezea historia ya kasri hilo. Ndani kulikuwa na mchoro wa Vlad akiwa kijana, lakini picha ya Malkia haikuwepo. Wakati huo huo, kasisi alimtembelea Henry, mchumba wa Maria, na kumwambia kuwa Maria yuko sawa kiafya, lakini bado wanajaribu kuondoa uovu ndani yake. Baadaye, kasisi alirudi kuchunguza chumba cha Maria kutafuta dalili zaidi. Miongoni mwa vitu vyake, alikuta ukurasa wa kitabu uliokosekana, ukiwa na picha ya Elizabeth katikati. Usiku wa manane, Jonathan alitoka chumbani mwake kwa siri. Akiwa anazurura, aliona mwanga nyuma ya mlango mmoja. Alipofungua, alikuta ngazi za kutisha zilizoelekea kwenye chumba cha chini cha kifahari. Katikati ya chumba, aliona jeneza. Alipolifungua, alimkuta Count Dracula amelala ndani yake. Dracula alimwambia Jonathan kuwa hakupaswa kutoka chumbani mwake. Mara moja, Gargoyle alimshambulia Jonathan na kumpoteza fahamu. Alipozinduka, Jonathan alijikuta amefungwa minyororo na Gargoyles, akiwa amening'inizwa kichwa chini. Dracula alimkata shingo, akaruhusu damu kudondoka kwenye bakuli. Jonathan alipouliza jinsi Mungu angeweza kuumba kiumbe kama hicho, Dracula alicheka kwa sauti ya kutisha na kumuuliza ombi lake la mwisho. Jonathan akaomba kujua hadithi ya Dracula. Dracula akaona ombi hilo ni la kuchekesha sana. Akawaamuru Gargoyles wamshushe chini. Dracula akaanza kusimulia kilichotokea, huku akikumbuka mazishi ya Elizabeth. Akaeleza kuwa alitumia karne zote akimsubiri, kwa sababu aliamini kuwa roho safi huzaliwa upya. Alisema utafutaji wake haukuwa rahisi. Wakati wa tauni nyeusi, nusu ya wanawake walikufa, na waliobaki walikuwa wakijificha kwenye maeneo matakatifu ambako hakukaribishwa. Upweke ulimfanya awaone wivu wanadamu kwa sababu wanaweza kufa. Siku moja, Dracula alilala juu ya kaburi la Elizabeth. Asubuhi iliyofuata, akiwa na huzuni isiyoelezeka, alikimbilia dirishani na akajaribu kujiua, lakini aliokoka. Aliendelea kujaribu mara kwa mara, lakini hakuwahi kufa. Kwa kuwa hakuweza kutafuta dunia nzima peke yake, Dracula akaamua kuunda mpango wa kumvutia Elizabeth kwake. Kwa zaidi ya karne moja, alitengeneza manukato kwa kutumia maua mazuri na ya kichawi kutoka bustani maarufu duniani. Alijaribu manukato hayo Italia, na wanawake wakaanza kumfuata bila hiari. Manukato yalikuwa na nguvu kiasi kwamba Dracula angeweza kwenda kwenye sherehe na kuwafanya wote wacheze kwa mpangilio mmoja chini ya udhibiti wake. Siku moja huko Versailles, alidhani amempata Elizabeth, lakini mwanamke aliyemkaribia hakuwa mke wake. Makosa hayo yalimvunja moyo, na akagundua kuwa alikuwa akiishi kwenye anasa na ulevi badala ya upendo wa kweli. Akaamua kuacha kumtafuta mwenyewe na kuwafanya wengine wamtafutie. Kati ya sherehe moja, Dracula aliwauma wanawake wote, akiwageuza kuwa vampire, akiwemo Maria. Baadaye alirudi kwenye kaburi la Elizabeth, akalifungua na akavunja jeneza, lakini akakuta majivu tu. Tukio hilo lilimletea mshtuko mkubwa, akaamua kutokuwahi kuondoka kasri tena. Katika wakati wa sasa, Jonathan alimwambia Dracula kuwa anaweza kuelewa upendo mkubwa namna hiyo, kwa sababu yeye pia alikuwa amechumbiwa. Akatoa hirizi locket yake yenye picha ya mchumba wake Mina. Dracula alipoitazama picha hiyo, aliguswa sana kihisia alipotambua kuwa mwanamke huyo alikuwa kuzaliwa upya kwa Elizabeth, mke wake wa zamani. Dracula akaamua kumwacha Jonathan hai kama shukrani kwa kumrudishia upendo wa maisha yake. Akaita Gargoyles wake na kuwaamuru wamletee damu nyingi, kwa sababu alihitaji awe mzuri na mwenye nguvu kabla ya kukutana tena na Elizabeth wake. Pia akawaonyesha picha ya Elizabeth aliyokuwa ameipata. Akawaamuru wamtafute mwanamke anayefanana naye na wamlete kwake. Wakati huo huo,
Kasisi na wenzake walikuwa wakisoma kifungu kutoka kwenye kitabu cha kale kilichoeleza kuwa Mungu anaweza kukanusha kifo katika visa vya kufuru, lakini pia anaweza kumsamehe mkosaji iwapo ataonyesha toba ya kweli, jambo ambalo lingeondoa laana. Hii ilimaanisha kuwa kama Dracula atawawa, vampire wote aliowaomba watarudi kuwa binadamu. Ghafla, Simon aliingia ofisini na akaona ile picha. Akatambua kuwa kulikuwa na mwanamke anayefanana sana na huyo katika eneo la wageni. Dumont na kasisi wakakimbia kwenda kule, wakamkuta Mina, ambaye alieleza kuwa alikuwa rafiki wa karibu wa Maria. Walikuwa wamekutana siku chache zilizopita kwenye sherehe, na tangu hapo Maria hakutaka kuachana naye. Mina alisema kuwa Maria alikuwa mpole na mwenye upendo hadi siku ya harusi, ambapo alipatwa na wazimu alipomwona askofu. Mina pia alikiri kuwa alikuwa na mashaka kuhusu harusi yake mwenyewe, kwa sababu alihisi kama hakuwa wa kizazi hicho cha wakati. Katika Abbey, Dracula alifika akiwa amejificha kama mtu maskini. Masista wakamruhusu akae, lakini mara tu alipoingia kwenye kanisa, alijivua kificho chake. Akapulizia manukato yake kwenye sanamu ya Yesu, jambo lililosababisha masista wote kukimbilia kanisani. Walipiga magoti, wakizidiwa na tamaa, na hatimaye wakajikusanya juu ya Dracula wakitafuta umakini wake. Bila kusita, Dracula alianza kuwanyonya damu. Katika kasri, Jonathan aliposalia peke yake, alitupa blanketi juu ya baadhi ya vifaa ili kuvisogeza karibu na akafanikiwa kuvunja minyororo yake. Gargoyle mmoja alipomkuta Jonathan akijaribu kutoroka kupitia dirishani, alikata blanketi lililokuwa linambeba. Jonathan alishikilia ukuta kwa nguvu. Gargoyles wakajaribu kumfikia kupitia matundu, lakini walishindwa. Mmoja wao akampiga kwa ndoano. Jonathan akaanguka na akateleza hadi juu ya ziwa lililoganda. Gargoyle mmoja alipojaribu kumfuata, barafu likapasuka na kazama, jambo lililowafanya wengine washindwe kumfuata. Jonathan akaondoka bila hofu. Baada ya muda, Dracula alifika kwenye hospitali ya wagonjwa wa akili akiwa anaonekana mdogo na mwenye afya njema. Alitumia manukato yake kumdhibiti Simon, akamlazimisha ampeleke hadi chumba cha Maria. Maria alimwambia Dracula kuwa amempata Elizabeth, na kama zawadi, Dracula alimruhusu Maria anyonye damu ya Simon. Asubuhi iliyofuata, kasisi alipokuwa akifanya utafiti, alikuta picha ya Vlad wa kale. Baadaye aliitwa hospitalini, ambapo Dumont alimwambia kuwa Maria ametoweka na kwamba Simon amegeuka vampire na sasa alikuwa amefungwa kitandani. Kasisi aliona meno ya Simon na kunusa harufu kali ya manukato kwenye nguo zake. Dumont alipotoa maelezo ya mvamizi aliyemchukua Maria, kasisi alitambua kuwa Mina alikuwa hatarini. Katika nyumba ya kulala wageni, Mina aliposikia mlango ukigongwa, alifungua na akashangaa kumwona Maria akiwa mzima na mwenye afya. Maria alimwambia kuwa Dumont alikuwa amemdanganya. Akamwambia Mina kuna rafiki anayetaka sana kukutana naye, akamlazimisha abadilishe nguo nzuri zaidi. Wakakwenda pamoja kwenye hoteli ambako Dracula alikuwa anawasubiri. Dracula alipoona uso wa mke wake tena, alilia. Baada ya kumsifia sana, alimkisi mkono, jambo lililomfanya Mina aone maono ya maisha yao ya zamani. Mina alihisi wasiwasi na akaondoka pamoja na Maria kwenda kwenye tamasha la sherehe. Dracula aliwafuata walipokuwa wakifurahia chakula, vinywaji, michezo na maonyesho. Waliona mwanamaji bandia, wanyama wazuri na burudani nyingine. Walipoingia kwenye nyumba ya mizimu, walitengana kwa bahati mbaya. Mina alipotea na akapiga kelele alipostuliwa na mifupa bandia. Dracula alijitokeza mara moja na akamwongoza nje. Kwenye kibanda cha kupiga shabaha, Dracula alimfundisha Mina jinsi ya kupiga risasi, akamkumbatia, na Mina akapata maono mengine ya zamani. Baadaye, Dracula aliwaalika wapumzike kwenye chumba chake cha hoteli, wakisubiri onyesho la fataki. Dracula na Mina walizungumza kwa muda. Akamwonyesha boksi la muziki. Alipolipiga, Mina alisema muziki huo ulikuwa unamfahamika na akaanza kuona maono ya kuwa Elizabeth. Mina alishtuka, akamshutumu Dracula kwa kumloga. Dracula alijaribu kueleza hadithi yake na matumaini yake, lakini Mina alisisitiza kuwa yeye ni Mina tu. Kabla ya kuondoka, Dracula alimzawadia boksi la muziki. Maria akamvuta Mina kwenda kutazama fataki. Baada ya usiku kuisha, Dracula akamrudisha Mina nyumbani, akimwacha akiwa na tabasamu kubwa. Lakini furaha hiyo iligeuka mshangao mkubwa alipoingia ndani na akawakuta kasisi na Dumont wakimhudumia Jonathan aliyekuwa mgonjwa. Kasisi alimweleza Mina kilichompata mchumba wake, lakini Mina alikataa kuamini kuwa Dracula alikuwa mkatili. Kasisi akamlazimika kueleza kuwa Dracula ni vampire anayekunywa damu na hutumia manukato kudhibiti watu. Alikagua shingo ya Mina na akafarijika kuona hakuna alama za kuumwa. Mina akakimbilia chumbani kwake kulia. Akiwa peke yake, alifungua boksi la muziki, akaanza kuona maono ya Elizabeth tena. Alishtuka pale Dracula alipotokea ghafla pembeni yake. Mina akamwambia aondoke.
Dracula alipojaribu kutoka dirishani, Mina alidhani anataka kujua na akamzuia. Mina akamshutumu kwa kumdanganya. Dracula akamthibitishia kuwa hakuwahi kutumia manukato juu yake na akayatupa motoni. Mina alimtaja swala la kunyonya damu na Dracula alikubali, lakini akaahidi kamwe hatamdhuru. Damu ilianza kumtoka Mina puani. Dracula akaichukua kwa vidole vyake na akaionja. Kisha akamshika mkono na kuzungumza maneno ya mapenzi huku maono yakirudi. Mina alipokumbuka neno la mwisho alilolisema Elizabeth, alikubali kwa kumbukumbu hizo zilikuwa zake. Akamuita Dracula mpenzi wake, wakabusiana na wakafanya mapenzi. Mina akaomba kutokuwa wakufa na Dracula akamata ili kumbadilisha. Wakati huo huo, kasisi alinusa harufu ile ile ya manukato aliyowahi kuyasikia hospitalini na mara moja akatambua kuwa Dracula alikuwa ndani ya nyumba. Akachukua bunduki na kukimbilia kwenye chumba cha Mina, lakini alikikuta kikiwa tupu. Kasisi na Dumont wakahitimisha kuwa Dracula alimchukua Mina kurudi kasrini. Jonathan, licha ya kuwa dhaifu, alikubali kuongoza hadi kasri hilo. Wakati huo huo, Maria alikutana tena na Henry, mchumba wake. Alikuwa mpole na mwenye mapenzi kupita kiasi kwa lengo la kumburuta mawazo. Alipokuwa karibu kumuuma, kasisi na kundi lake wakaingilia kati. Maria akaropoka kwa hasira, akajiandaa kushambulia. Kasisi akampiga risasi, lakini Maria akapona haraka. Maria akamshambulia Henry na akamwangusha chini, kisha akamkamata kasisi ili kumuua. Jonathan akaona upanga ukutani, akaunyakuwa na akamkata Maria kichwa. Kichwa chake ikaruka, kikagonga ngazi wakati mwili wake ukiendelea kumnyonga kasisi kwa sekunde chache kabla ya kuanguka chini. Kwa kuwa mwili ulikuwa bado ukitetemeka, kasisi akachoma moyo wa Maria kwa msalaba ili kumuua kabisa. Nchini Romania, kundi la watumishi liliondoka pembeni ya kasri. Dracula na Mina wakatoka kwenye jeneza, naye Dracula akamtembeza Mina ndani ya kasri. Akaweka muziki wa boksi la muziki na Mina akavalia gauni la Elizabeth. Kwenye lango la kasri, kasisi, Jonathan na askari walikuwa tayari wamewasili. Walisubiri watumishi waondoke, kisha wakavamia lango kabla halijafungwa. Askari mmoja akapiga risasi mlango wa mbele, huku askari waliokuwa karibu na msitu wakifyatua mizinga na kusababisha sehemu nyingi za kasri kubomoka. Dracula alimwambia Mina baki chumbani, huku yeye akienda kupigana. Lakini Mina aliogopa sana kwa sababu mizinga ilikuwa ikivunja dari ya chumba chake. Gargoyles wakashuka kwenda kupambana na askari, wakiwaua mmoja baada ya mwingine. Hata hivyo, jeshi la wanadamu lilikuwa kubwa sana na taratibu wakaanza kuiteka kasri. Jonathan aliwaongoza wenzake kuelekea chumba cha chini wakati askari walipokuwa wakikagua ghorofa za juu. Mina aliwaona wanakuja, akajifungia ndani ya chumba. Katika chumba cha chini, askari wakafyatua risasi kuelekea jeneza, lakini ghafla Dracula alijitokeza nyuma ya Jonathan, akampiga hadi akazimia huku akimuita asiye na shukrani. Dracula akaanza kupambana na askari kwa upanga, akitembea kwa kasi kubwa na kuwaua mmoja baada ya mwingine kwa usahihi wa hali ya juu. Askari wengine zaidi walipowasili, Dracula aliwaua haraka pia. Kwa ishara ya mkono, Dracula akafunga mlango, akawazuia askari wengine wasiingie na akamshikilia kasisi kwa upanga shingoni. Kasisi alimwambia Dracula kuwa Mungu hakuwahi kumtaka awa kwa niaba yake, kwa sababu Mungu hapendi uumbaji wake wangamizwe. Dracula aliposikia Mina akipiga kelele chumbani, mara moja alikimbilia kumsaidia. Akawaamuru gargoyles wake wawazuie askari. Gargoyles wakapigana vikali kwenye ukumbi. Dracula aliwaua askari wote waliokuwa kwenye sehemu ya chini, kisha akavunja mlango wa chumba cha Mina na wakakumbatiana kwa upendo. Kasisi alijaribu kuwafuata, lakini Dracula akaufunga mlango. Kasisi akamkumbusha Dracula kuwa kama anampenda kweli mke wake, lazima afanye jambo sahihi. Akamwambia asipuuze vilio vya Mina. Dracula akaondoka chumbani na akamfungia Mina ndani. Akiwa nje ya mlango, Dracula akajiegemeza huku kasisi akiomba kwa Mungu. Kisha kasisi akachoma moyo wa Dracula kwa msumari wa mbao. Dracula akafa. Mina akamvuta ndani ya chumba ili waweze kusema maneno yao ya mwisho ya upendo. Taratibu, Dracula akageuka kuwa majivu. Taa zote za kasri zikazima na gargoyles wakageuka kuwa watoto wa kibinadamu. Jonathan alimtafuta Mina na akamkuta akilia juu ya majivu, akitambua kuwa amempoteza milele. Jonathan akaondoka nje ya kasri. Majivu ya Dracula yakapeperushwa na upepo